Sen Onyonka Richard. Asante ndugu Speaker. Nimesikia ndugu yangu Mheshimiwa Cherargei kila wakati akizungumza. Tena nimeanza hivi karibuni kufikiria kuwa kila wakati anapozungumza siasa anakumbuka mzee Raila. Sijui kama akiwa kitandane na bibi yake kama Raila huingia hapo katikati akamsumbua akaharibu hewa yake. Lakini kwa kuja kwa kinagobaga ndugu Speaker, ningependa kusema hivi. Kuna jambo ambalo limeletwa kwa hili jumba la Seneti. Na hili ni swala ama masuala ya ardhi. Zamani tulikuwa nafikiria kuwa masuala ya ardhi na wasumbua wakaaji wa eneo la Pwani. Tulikuwa nafikiria masuala ya ardhi inawasumbua watu wa eneo la bonde la Ufa. Ama masuala ya ardhi yanasumbua wale watu ambao ni wakaazi wa Nairobi. Lakini ndugu Speaker, shida tunayo hapa nchini kwetu ni kuwa swala la ardhi lazima tujipange, tuhakikishe kuwa hili jumba la Seneti ukichukua kamati ambayo inahusika kwa hili jambo, tujaribu kutafuta suluhu ya kudumu ili tuweze kusuluhisha shida ambazo tunazo kuhusu ardhi za nchi yetu ya Kenya. Ndugu Speaker, ukiangalia hili jambo ugumu wake umeingia tena, haswa ukiangalia kuwa Rais Mheshimiwa William Ruto ameleta jambo ama ameleta ratiba ama mpango wa kuanza kujenga manyumba katika maeneo wakilishi ama katika kaunti zetu zote nchini Kenya. Ukienda eneo la bonde la Ufa kule Trans Nzoia, juzi kulikuwako na matangazo kuwa rais alisema wale ambao wana mashamba, zamani yalikuwa mashamba ya kiserikali ambayo yalikuwa yanasimamiwa na idara ya jela, yarudishwe kwa serikali. Mheshimiwa Speaker, ukija uangalie hapa Thika kuna shida na shamba ya Del Monte. Mpaka wakati huu hatujapata suluhu. Ndugu Speaker, ukitoka hapo ukienda bonde la Ufa, ningependa kumpa Mheshimiwa Cherargei na wenzetu kwa sababu wamefanya kazi mzuri. Ukienda Kericho, wakaaji wa kaunti ya Kericho na kampuni zile ambazo zinakuza chai wameanza kuzungumzia swala la ardhi katika eneo la kaunti ya Kericho. Ukiangalia haya masuala yote ndugu Speaker, na wewe unatoka eneo hilo na nimekuona ukishughulika kuhusu haya mambo, ningependa wale ambao mna fursa kuzungumza na rais na mawaziri wake wanaoshughulika na mambo ya ardhi, tafadhali tukubaliwe tuanze kuangalia masuala ya ardhi na ile migogoro ambayo imetokea, ili sisi kama viongozi na rais wa nchi yetu na wale wote wahusika tujaribu kusuluhisha hili jambo kwa heshima, kwa haki na kwa kisheria. Hilo ndilo jambo ningependa kuuliza ndugu zangu wale mko hapa. Hili jambo la ardhi ama mizozo ya ardhi nchini Kenya, ingewezekana tujaribu kama Seneti, tuchukue kamati yetu tujihusishe ili tujaribu kutafuta suluhu. Mheshimiwa Speaker, ukiona vile Wakenya wanafurushwa kutoka manyumba yao, mara unaambiwa court order imefurushwa, mara unaambiwa askari wamenunuliwa hawawezi kuenda wakahakikisha kuwa ile court order ya kusimamisha wale wanaobomoa sibomoe. Haya mambo yote yatafanya nchi yetu, hata wale wananchi wa Kenya na wale wengine ambao si wa Kenya wangependa kuleta hela zao ili wakuje kukuza rasilimali nchi yetu. Kama hatutapata suluhu kuhusu haya mambo ya mashamba
ambako kwa kizungu nasema the land question in Kenya must be sorted out for us to continue moving effectively as a country. Nchi ambayo, pole sana, nchi ambayo inaheshimika, nchi ambayo inafuata sheria, nchi ambayo yule ambaye mwekezaji anakuja nchini Kenya kuja kuwekeza mali yake ajue kuwa anakuja kuwekeza hela zake mahala ambako sheria inafuatiliwa na hamna shida kuhusu mambo ya mashamba. Kumalizia, ndugu Spika, tunapojadilia na kuangalia hili jambo, ndugu Spika, ushasafiri na umeenda kule Rwanda, na Wakenya ndio walitengeneza huu mpango. Ukienda Rwanda utaangalia shamba ya mtu, hata uwe Marekani utajua namba ni gani, utajua kama kuna mtu anakaa kwa hiyo shamba, utajua kama imejengwa, ilijengwa mwaka gani, utajua ni hela gani za kiserikali, taxes ambao zimelipwa, utajua kwa hiyo shamba. Na kama mwenye hiyo shamba anaanza kuiuza, ndugu Spika, utaona hiyo habari hapo. Na nani anayotengeza hayo yote? Wakenya. Lakini ukisema sisi Wakenya tuketi tujaribu kusuluhisha hizi mashida zote, vile unapata shamba moja ina title deed kama 12, unapata mama mjane bwanaka alikufa, unapata watu wanaenda wanamuondoa kwa shamba, hata chief hawezi kusema kitu. Hili jambo la kusuluhisha shida za mashamba Kenya nchini, ndugu Spika, kamati ambayo inahusika na mambo ya mashamba hapa kamati kwa seneti yetu wajaribu iwezekanavyo, ili tuketi, wengi wetu ni wazee na tunajua, tujaribu kutafuta sheria suluhu, ili Wakenya wajue kuwa sheria inalinda mali na rasilimali yao.